Uhali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka mzima. Leo ni siku nyingine tena ambao tunakutana hapa kwa ajili ya kujuzana mawili matatu kuhusu kilimo cha matikiti, na ninaelewa ya kwamba wewe ni mkulima wa matikiti mzuri au unaingia katika sekta hii ya kilimo cha matikiti, na leo hii nitakuwa na topiki muhimu sana ambayo tunakwenda kuangalia mambo matano ya kuzingatia unapopanda matikiti kipindi cha masika. Kaa nami mwanzo mpaka mwisho, na kama ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia na kucomment. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, moja kati ya changamoto inayowakumba wakulima wengi sana ni misimu au tunasema vipindi vya kulima matikiti maji. Ikumbuke kwamba matikiti maji ni moja kati ya zao unaweza kulima masika, lakini pia unaweza kulima kiangazi. Zipo tofauti chache sana ambazo unaweza kuzizingatia na zitakazo kufanya uweze kuwa mkulima wa tofauti. Na leo hii nitakuwa na hii mada ambayo watu wengi wamekuwa wakiniuliza, je, naweza nikalima masika matikiti? Je, naweza nikalima kiangazi matikiti? Jibu ni kwamba unaweza ukalima matikiti kiangazi au unaweza ukalima masika. Mambo haya ndio unayoweza kuyazingatia yakakuletea matokeo mazuri. Jambo la kwanza ambalo natoka kuzingatia, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, ni eneo lenye mwinuko. Mara nyingi tunapokuwa tukilima matikiti ya masika au tunaposema tunataka kulima matikiti kipindi cha masika, hairuhusiwi kabisa kulima katika bonde, kwa sababu moja kati ya changamoto ya bondeni ni kwamba maji yanaweza yakatuama, na matikiti yanapokuwa yametuamisha maji, basi unakosa kabisa matokeo mazuri. Kwa hiyo unapokuwa unachagua eneo la kulima kipindi cha masika, mara nyingi tunashauri liwe ni eneo la juu la mwinuko ambalo haliwezi kutuamisha maji, na maji mvua inapokuwa imenyesha basi yanaweza yakatirika. Kwa sababu gani tunazungumza hivyo? Mara nyingi kilimo cha matikiti kinahitaji ucontrol maji, maana yake ukipe maji yanayotakiwa au ambao ni size yake. Kwa hiyo wakati mwingine mvua zinaweza zikazidi, na kama umelipa bondeni basi ukapata changamoto. Jambo la pili ambalo nataka kulizingatia ni ardhi isiwe tifutifu. Wakati tunataka kulima masika, tunazingatia kwamba ardhi yetu isiwe tifutifu. Maana yake ikiwa tifutifu au mfinyanzi, kuna uwezekano mkubwa sana wa kutokupitisha maji. Sasa tunakushauri ulime eneo ambalo ardhi yake ni kichanga, maana yake au ni ardhi ni udongo ambao umechanganyikana na kokoto. Mara nyingi ni eneo ambalo linafanya vizuri kabisa zaidi kuliko unapokuwa umelima bondeni. Hii ikiwa na maana kwamba unapokuwa umelima kwenye eneo ambalo lina kokoto au lina mchanga, maji hayatoweza kusimama, maana yake maji yatakuwa yanapenya moja kwa moja, na hii ikifanya kwamba mmea uweze kunawiri na kukua vizuri kabisa. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kulizingatia ni matumizi ya mbolea. Mara nyingi tunashauri unapokuwa unalima masika utumie mbolea za viwandani, kwa sababu mbolea za samadi mara nyingi ni mbolea ambazo zinatunza unyevunyevu sana. Sasa kwa sababu ni kipindi cha masika, hatuhitaji kuwa na unyevunyevu ambao unakuwa umezidi. Kwa hiyo ndio maana tunashauri utumie mbolea za viwandani. Mbolea kama vile urea ni mbolea ambayo huwa inatumika sana, hasa matikiti yanapokuwa au ardhi inapokuwa na maji mengi, kwa sababu huwa inaweza kuongeza joto kwenye ardhi, na hii ikifanya mmea wako kuwa na afya njema na ukabaki kuwa na mmea ambao unafanya vizuri. Jambo lingine ambalo ni jambo la muhimu sana kuzingatia unapokuwa umelima kipindi cha masika ni ratiba ya upigaji wa dawa. Hii ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu kipindi cha masika tunategemea kwamba mazingira ya wadudu kuzaliana yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo uwezekano wa kuweza kufuata ratiba huwa unategemea na hali ya hewa jinsi ilivyo. Kama hali ya hewa maana yake imebadilika, unalazimika kupiga dawa kwa ajili ya kuzuia wadudu wanaozaliana, na hii ni jambo ambalo litakuletea matokeo makubwa, kwa sababu usipopiga dawa na hasa kuzingatia sumu na kuangalia wadudu gani ambao wamejitokeza au ni ugonjwa gani ambao umejitokeza, usipopiga dawa unaweza kupata matokeo mabaya, kwa sababu kilimo cha matikiti kinazingatia sana upigaji wa dawa, kwa sababu wadudu wanapendelea sana mmea huu wa tikiti. Na kipindi cha masika ikumbuke kwamba ni mazingira rafiki sana kwa kuzaliana kwa wadudu. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV,
Jambo jingine ambalo unatakiwa kulizingatia ni kalenda ya upandaji. Kwa nini tunazungumza kalenda ya upandaji? Moja kati ya changamoto ambayo unaweza kuipata unapokuwa umelima masika ni pale utakapokosea kalenda ya upandaji. Kalenda ya upandaji inaweza kukufanya ukavuna matikiti masika ambayo itakuletea changamoto katika soko, au ukavuna matikiti kipindi ambacho matikiti ni mengi sana. Hii inafanyaje? Ndio maana wakati mwingine tunapokuwa tunalima matikiti masika tunasema kulima matikiti masika ni kama vile bahati nasibu, kwa sababu unaweza kujikuta kwenye soko haufanyi vizuri. Kwa nini haufanyi vizuri? Kwa sababu mara nyingi kilimo cha masika ni kilimo ambacho hakichukui gharama. Kwa hiyo watu wengi wakimbilia kulima masika kwa sababu wanaamini ukilima masika unaweza kulima eneo lako kubwa, kwa tofauti na unapolima kipindi cha kiangazi ambayo inakulazimu kumwaga maji na kutumia gharama kubwa sana kwenye mafuta na management nyingine. Lakini unapokuwa umelima masika, maana yake baadhi ya huduma huwa zinapungua, ikiwemo ni pamoja na huduma ya mafuta. Kwa hiyo watu wengi wao wanakuwa wamelima na wengine wanalima eneo kubwa. Ikumbuke kwamba mpenzi na mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, ili uweze kufanya vizuri katika soko ni pale ambapo hautokutana na matikiti mengi sokoni, kwa sababu bado hatujapata masoko ya uhakika katika viwanda. Kwa hiyo maeneo kama vile Tanzania tunategemea sana masoko kama vile Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, lakini na maeneo mengine ambayo walaji sio wengi sana, hasa matikiti yanapokuwa yamekuwa mengi. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka kuna kitu utakuwa umejifunza kwamba tunapokuwa tunalima matikiti kipindi cha masika ni bora tukawa makini, kwa sababu bila kuwa makini tunaweza tukapata hasara. Baada ya kufika mahali hapo, nina imani ya kwamba kuna kitu umeweza kujifunza, na nikutakia siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment. Tukutane tena kipindi na wakati kama huu tutakapokuwa tukileta masomo yetu tena. Asante, bye.